Kwanza nikamwangalia mara 2 mara 3, nikasema hivi kweli huyu kaka anasema ukweli au ananidanganya? Hapo hatuna hata shilingi. Kakako mwenyewe na hivi hana kazi sasa hivi, yupo tu anazunguka, hata eleweki anafanya kazi, sijui afanyi kazi, akirudi nyumbani hatuna hata 100. Kaka watu subiri kwanza, subiri. Naona hapa sifa nyingi kemkem, sikuelewi. Nataka kuniambia kwamba huyu kaka aliyekuja hapa huyu ndio kanitolea mimi hela yangu matibabu hospitali. Nisamehe. Basi naomba uniamini kama nilivyokuambia. Nitakusaidia, basi nitakusaidia. Sawa. Asante. Ese, jiandae hapo utoke. Weka vitu vyako sawa. Vaa nguo zako, utoke hapa. Tunajua hapo kwa watu hapa. Sawa. Sija katokea mengine tena hapa. Sitaki kusikia kesi nyingine tena hapa za ajabu. Sawa, nimekuelewa. Fanya kama nilivyokuambia. Huyu kaka alikukuta umezimia, akakubeba akakupeleka hospitali, na hela hospitali katoa yeye mwenyewe. Yaani kaka na moyo sana. Yaani uko tofauti na kaka wengine. Ingawa nishatendwa sana, najaribu kusahau yaliyopita, ila moyo wangu na nafsi yangu vinapingana. Natazama ili nione mwanga tena, ila mbele yangu kimetanda kiza. Napapasa nipate tumaini tena, mikono yangu inachomwa na miba. Boda inanifanya nishibe jamani, inanifanya nikeshe sirali, inanifanya nishibe jamani, inanifanya nikeshe silali, ila na enjoy. Kuna muda mimi nawaza vipi niendelee, kuna muda ninawaza niache, misumari hii nigongele, kwa nini wanapata wachache? Kuna muda mimi nawaza vipi niendelee, kuna muda ninawaza niache, misumari hii nigongele. Vipi? Safi, mambo? Safi, upo? Nipo. Kumbe leo upo kijiweni? Nipo, si ndio kama hivyo unaona chuma ninayo hapa. Wenzetu sasa. Naelekea Mlimani City, lakini nimempigia Lizi tangia asubuhi, lakini mpaka sasa hivi hapokei simu. Sasa mama nimfuate huko kijiweni. Hasa jirani cha kufanya, wewe yule achana naye, sawa? Wenzetu. Mke wangu. Huu mwaka natamani tufanye upanuzi wa shamba letu. Kama jinsi tulivyoanza kule, basi tuendane mpaka kule mtoni. Wewe unaona? Ni sawa mme wangu, lakini tuiombe sana mizimu, kwa sababu ikijiji chetu kimejaa laana sana.
Angalia watu wanavyokufa kila leo. Angalia rafiki yangu Kilalo kafa, na Nzelu pia kafa, na watu wengi sana wamekufa. Kwa hiyo mimi sijui. Ana change yangu, sasa itakuwaje kuchange? Ukirudi si utachukua? Afu hela kukulipa wewe. Basi hapa ngoja mimi basi niende. Sikia jirani, nikwambia ukweli. Unajua sio nimekusimamisha hapa hapo muda mrefu na shindwa hata kukuruhusu uondoke. Nina shida vibaya mno. Yaani hapa kwenye toka asubuhi sijala chochote. Nina madeni, hapa nadaiwa 780 ya bosi. Sasa unafikiri mimi nitalipaje hiyo hela? Labda nitakupigia nikirudi. Muda kurudi nitakupigia. Okay, sawa, hamna shida. Poa, usijali basi baadaye. Usiniangushe sasa. Asikuangushe. Inanifanya nishibe jamani. Inanifanya nikeshe sirali. Inanifanya nishibe. Wewe unapigia simu upokee. Unaona nimetoka kule juu nimetembea na mguu mpaka huko. Unajua nini? Ujio wa huyu kijana. Yaani huyu kijana ni nuksi. Kwa sababu baada ya kufika yeye katika kijiji chetu, watu wanakufa bila mpangilio. Yaani vitu ambavyo havijawahi kutokea kabla ya yeye kufika kwenye kijiji chetu. Yule kijana ni nuksi. Unamkumbuka yule kijana ambaye tulienda kumuokota kule msituni? Ndio nakumbuka. Mimi nina wasiwasi yeye ndo anasababisha maafa katika hiki kijiji chetu. Yule kijana ni laana yule. Haiwezekani katika kijiji chetu sisi tulikuwa tunaishi vizuri. Hamna mikosi katika kijiji chetu. Lakini baada tu ya kumchukua yule kumleta katika kijiji chetu, tumekaribisha mikosi. Sasa hivi wanakufa watoto wadogo. Kama wale marafiki zako wote ni wasichana ambao ni wadogo kabisa. Kitu ambacho yaani sisi kama wanakijiji wa kijiji chetu hiki hatujazoea sisi kuona vitu kama hivyo. Kwa hiyo yule ni chanzo ya maafa yanayotokea hapa kijijini kwetu. Simu yangu dada yangu dharau kweli yani. Alibika tangu asubuhi nimeacha kwa fundi. Ndio maana ngakuta sipokei dada yangu. Hebu twende unipeleke mimi na nisiti chapo. Sasa tuondoke. Boda boda inanifanya nishibe jamani. Inanifanya nikeshe sirali. Kwa hiyo dogo ndo anajibebea abiria wangu au sio? Shafilisika sasa hivi. Wana lolote sasa hivi abiria wote wako. Kwa hiyo tunakimbilia abiria. Abiria sasa hivi anakuja wenyewe mjomba. Fuata. Yale mambo ya bosi aliofilisika hana swaga wala nyodo ndio mimi. Apelekee ndevu. Boda boda inanifanya nishibe jamani. Sijui hata tunafanyaje sasa. Mume wangu, nini tena jamani? Kwani nini jamani? Mume wangu, nini? Jamani. Jamani mume wangu, nini tena hiki jamani? Mume wangu. 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 Boda boda inanifanya nishibe jamani. Mwanangu, si unaona dogo anapojibebea abiria wangu. Abiria yako umewakatia bima mjomba? Yaani kumbe naye mwanangu ndo wale. Mimi nikajua utanifariji rafiki yangu. Sasa hivi unamba unaotembea hapa kijiweni. Wewe endelea na madem zako. Nyie ipo siku mtakuja kunitambua. Mume wangu. Mume wangu. Mume wangu mimi mume wangu. Mume wangu. Mume wangu. Mume wangu. Mume wangu. Mume wangu. Shemeji. Sasa shemeji. Salama. Kwema. Kwema. Asubuhi. Nzuri. Kumbe ulikuwa unatoka? Nilikuwa natoka hapa mara moja. Nilisema nilipitia hapa asubuhi kwa sababu nampigia Salehe simu hapa. Hapatikani kabisa yani.
Kwani hayupo kijiweni? Kijiweni tena? Aliniambia jana kwamba amepata dei waka, alafu amekesha usiku. Jana kapata dei waka? Inawezekana, maana jana hata usiku sikukesha hapa, ndio maana anampigia simu hapatikani hapa. Nikasema mpite hapa nyumbani kabla ya kufika huko na kijiweni huko. Mimi ngoja nitaenda, kama kakesha nitaenda kumcheki huko kijiweni. Niliacha simu yangu chaji hapo. Wewe nikachukue tuje tumpigie. Sasa. Vipi mambo? Poa. Rezi mambo? Poa vipi? Safi mzima. Shemeji, wewe nichukue simu yangu tuje tumpigie. Shemeji. Basi mcheke. Shemeji mwenyewe mchukulie. Rizwani mambo? Poa vipi? Nashukuru, nasikia wewe ndio unanilipia matibabu hospitali. Najua unanipenda. Ndio, lakini nilifanya kwa ajili ya shemeji yangu. Ni kweli, lakini aliyekuwa anaumwa ni mimi. Kwa hiyo mimi na stahili pia kukushukuru kwa jambo hilo ulilotenda juu yangu. Sahau yaliyopita. Ila moyo wangu na nafsi yangu vinapinga. Samani pia kwa kilichotokea juzi. Juu ya lile barua uliniletea. Nisamehe sababu nilitafuna. Na pia unaweza kunieleza labda uko umeandika nini siku ile kwenye ile barua. Nipate tumaini tena. Mikono yangu inachomwa na miba. Pole, pole. Moyo wangu. Shemeji? Shemeji vipi shemeji? Ngoja tumpigie. Hebu mpigie bwana. Wewe mbona umechelewa? Muda wote nakupigia simu mpokei. Shem, samahani. Nilikuwa barabarani alafu kuna foleni, nitapokeaje simu sasa? Nikigongwa sasa hivi ungesikia ajali tena imetokea. Haya sawa, twende, mimi nachelewa. Hamna shida, ila shemeji nikwambie kitu. Kiukweli Shem, umependeza. Asante, twende, mimi nachelewa. Sawa, yani toka juu mpaka chini. Uko fresh? Sawa, twende bwana. Hai. Moyo wangu nakupa pole. Pole, pole. Moyo wangu nakupa pole. Shemeji hapatikani. Sasa sijajua simu yake itakuwa imezima. Sasa shemeji, sema kwa sababu naelekea mimi kijiweni. Nasi nitonana naye huko kijiweni. Sawa shemeji. Wewe uko unaelekea hivi? Nilikuwa natoka hapo mwenyewe. Mimi nimekuja na pikipiki iko hapo, kama vitu ongozane nikupe lifti. Twende shemeji. Ndio umefanya vizuri sana. Ingawa moyo wangu unavuja damu, lakini wewe kwangu ndo tabibu wangu. Japo kinywa chako kimenyamaza,
ila matendo yako kwangu yananitosha. Shemeji, naona sasa hivi jamaa ile umemwachia mchongo, sasa hivi anabaruza tu kijiweni. Nimeamua nimwache kwanza afanye kazi hata kidogo. Kweli maana kana sasa hivi hea nini ile? Alafu kwanza hivi hujamuona zile tabia zake kazianzisha kubeba wanawake kuwapeleka huku na huku, hasa yule binti wa saloni pale, hujamuona? Ule bwana kwa sasa hivi sijajua sasa hivi, kwa sababu sasa hivi anaonekana hana mazoea kabisa. Inaonekana amegombana, kwa sababu hata dada mwenyewe akifika pale kijiweni unaona anapanda mchongo wa mtu mwingine. Bora. Yaani naomba akiwa hivyo hivyo. Yaani siwezi, yaani nitamwacha afanye kazi kwa amani kabisa, siwezi kumfuatilia tena. Lakini nikisikia tena anaanza mambo yake, mara kijiweni hayupo, mara kamchukua huyu kaenda huko, itarudi tena ndani. Sasa shemeji yangu, au atakuwa shajua kwamba shastukia kwamba tunafuatilia, au labda ndio maana inakuaga hivyo. Ndio, ndo nahisi, ndio maana nakwambia uwe makini, yaani uendelee kumwangalia. Yaani ukimwona tu bado anaendelea na yule mwanamke, niletee taarifa nilianzishe tena. Sasa shemeji, lakini sasa shemeji yangu, unaona kwamba ina maana ndio jamaa kishajua kwamba hana mahusiano, ndio mimi swala langu basi tena ile. Hamna, swala lako litaendelea kuwepo, liko pale pale na kufikiria. Mambo. Poa. Unaitwa nani? Naitwa Victoria. Naitwa Victoria. Mimi naitwa Jackie. Wewe ni mwenyeji mitaa hii? Ni mwenyeji kidogo. Nimekuona tu kama namba fulani hivi na vitapita pale kijiweni. Nafikiri ilikuwa ni kama mara ya 3. Unaona kana? Nakaa na shangazi yangu. Nakaa na shangazi yako. Upo kwa muda au umehamia kabisa? Nipo kwa muda. Unajua kuna kitu natamani kukwambia. Samahani, kama unaweza kunipa dakika 2 tu kidogo kanisikilize. Sawa, ina shida. Unajua nikwambie kitu. Unajua toka siku ya kwanza nilipokuona nilitamani sana kuwa na mtu kama wewe. Lakini nikaona sio busara sana kukwambia siku ya kwanza kwa sababu nilihisi moyo wangu utakuwa umejaa na tamaa. Siku ya pili pia nilipokuona moyo wangu ukatamani nije kuongelesha, lakini nikajizuia kwa sababu nilijua ni tamaa za maisha ambazo wanadamu watu wanapitia. Lakini siku ya leo nilipokuona moyo wangu ukanithibitishia kwamba wewe ndo mwanamke sahihi kwenye maisha yangu ambaye wanamtafuta na tamani kuwa naye. Kwa hiyo kama utojali please unaweza kunipa nafasi. Yaani wale watakuwa wameshajua kama tunawafuatilia, wanafanya siri. Kwa hiyo endelea kumwangalia kwa makini. Hata kama unaona hizi siku ngapi hizi katulia, anaweza kalianzisha tena. Kwa hiyo endelea kumfuatilia. Ukigundua tu bado anayo mambo, njoo niambie. Kuhusu wewe, nitaendelea kukufikiria. Sasa utanifikiria vipi shemeji yangu? Na kati ukishagundua kwamba tayari jamaa na maana mahusiano hana, tayari ndio mapenzi itakuwa shedede, afu mimi nitakuwa nitakosa shemeji yangu. Hamna, penzi letu lipo. Sema tu ndio hivyo, tulikuwa tumevurugana kidogo. Mimi na mume wangu tupo tu tunaendelea vizuri, lakini kuhusu wewe usijali. Sasa mimi nafasi yangu itakaa wapi hapo shemeji yangu? Nafasi yako nitaitafuta, nitaiweka mwenyewe. Sasa shemeji yangu, basi mimi nitafanya jukumu lako, lakini nifikirie bwana shemeji yangu na swala langu na mimi bwana. Haya sawa. Hivi ulikuwa unaelekea wapi? Huku au huku? Mimi nilikuwa naenda kijiweni. Kwanza hata hivyo nishakumbuka. Mimi sitaki kuonekana nipo na wewe. Yaani hata kama ukiniona pale kijiweni, wewe jifanye tu kama unijui yani kawaida tu nisalimie basi. Lakini usioneshe na nili. Sasa shemeji yangu, lakini hebu jaribu kunifikiria shemeji yangu. Na mimi nisishilie kuumia tu kwenye moyo shemeji yangu. Sawa, usijali, nitakufikiria. Sawa shemeji yangu. Haya, bye. Poa shemeji yangu. Usiniachie njiani, ni mimi na wewe, safari ya moyo. Unajua toka siku kwanza nilipokuona kiukweli kabisa nilitaka kuvutiwa naye. Yaani kiukweli kabisa mimi nilikupenda. Sikukupenda wewe kwa sababu hakukuwa na wengine wa kupenda, lakini nilikupenda kwa sababu wewe ni mtu tofauti sana na wengine. Hivi mnajua nyinyi wanaume ndio kawaida yenu. Yaani mnakuwa na maneno mengi ili mradi tu mpate mnachotaka. Unajua tamaa ni kitu ambacho mwanadamu anakuwa nacho, lakini hisia ni kile kitu ambacho kinakuja kwenye moyo wa mtu na kinaishi. Mimi sijakutamani. Na sina maneno mengi kwa sababu kuna kitu nakitaka kwako. Mimi ninachokitaka ni wewe kuwa na mimi maisha yangu yote. Sijakufuata wewe kwa sababu ya kitu fulani, ila nimekupenda the way ulivyo.
Mimi nina mtu. Hayo maneno tu bana. Kama mtu mwenye mtu anaonekana. Mtu sio kwamba anaweza kuwa naye kama anatembea naye barabarani, lakini mtu mwenye mtu anaonekana. Naweza ukakuta mimi ni zaidi ya huyo mtu wako uliokuwa naye. Mbona unakaa kimya tena? Sijeniacha njiani.